can start. Yeah. Okay, hamjambo nyote. Poleni sana, tumewaweka kidogo, kulikuwa kuna mkutano kidogo, na tumeweza kualika hapa siku ya leo kwa sababu kwa viongozi all the principals wameweza kuzuru hapa Pwani siku ya leo. Kwa walianza jana, leo ni siku ya pili na kesho ni siku ya tatu, na wanataka kuzungumzia kuhusu mustakabali wa Pwani. Hatutakuwa na muda mrefu. Asubuhi leo waliweza kufanya mahojiano ya moja kwa moja katika vyombo vya habari mbalimbali, na sasa watafanya na nyinyi watu wa runinga, na kwa sababu ya muda tutaomba sana maswali yawe machache kwa viongozi hawa. Kwa hivyo mimi kama mwenyeji nimeweza kuwaalika hawa viongozi wenzetu waweze kuzungumzia mawili matatu, alafu baadaye swali haraka haraka ndio tuweze kuendelea na ziara ingine hapa katika kaunti ya Mombasa. Asanteni. Thank you very much. Asante sana. We arrived at the Coast region yesterday for consultation with the coastal people, listening to the ground, feeling them, understanding them, and since we arrived yesterday, we are persuaded that what Kenyans are going through is the same thing that coastal people are going through. They told us SHA is not working, the hospital has no drugs, no gloves, nothing. People have to go to private hospitals owned by county government officials for x-rays, for CT scan. The same cry across the country is what we are having here at the coast. The port of Mombasa has been captured by the state, by the president and his cronies, and by one family. They have taken over the port of Mombasa. Everything, all the businesses are being done by one family. These are things that we are discussing with the coastal people. The people of Mombasa are crying to us that they have been enslaved by one family for too long. One family decides who will run for what positions, who will get what business, who will be accommodated where. I think this must come to an end. So we are here to engage the coast people from yesterday, today and tomorrow so that they join in the liberation of this country. The coastal region has great economic potential. Fish resource in the Indian Ocean that has not been exploited for the benefit of the coastals. Fishing rights have been given to foreigners to the disadvantage of the local people. The grabbing of Murima Hills that has mineral deposits worth over 20 trillion by William Ruto and Joho and other people. And we are saying we want to join the coastal people to say no to the exploitation of the mineral resources that would have benefited the people of the coast region. We are looking at the discrimination at the port of Mombasa. The MD has brought people from his community and given them all positions to the detriment of the coastal people. So those are the issues that have brought us here, and we have also had very extensive consultations with the party leader of KADU Asili of how we are going to work together, because the coastal region must be part of the liberation struggle to restore the country, to restore the prosperity of our people, to fix education. Challenge to the people of Kenya. And we have listened since yesterday. They are saying they are also fed up. And they are saying they will not be auctioned by Joho to William Ruto. The elders from Vijikenda have told us Joho is not their leader and he cannot auction them to William Ruto. They have their own leaders and they will be discussing their own destiny and how they want to join other Kenyans in liberating the coastal region and liberating the Republic of Kenya. So we are very encouraged by the reception we have gotten here by leaders, by the coastal people, and they are part of the movement that will liberate this country and they will not be left behind. So that's why we are here, and we'll be having meetings. We hope that the governor and Joho will not unleash violence on our meetings the way they have been doing elsewhere. We are told they have withdrawn security to intimidate the coastal people. We were told they wanted to change the leadership of Kongoya Market because we are going there.
these issues of intimidating the people of Kenya is something they must do away with. It's not possible. Where Kenyans have reached, you cannot intimidate people. So we're asking the police here in Coast, the Coast Region Police Commander, to ensure that our meetings are well secured. The Inspector General of Police the day before yesterday told the Senate that there will be no disruptions of meetings. There will be no goons. So we don't expect goons here in the Coast Region. We expect the police to do their work and secure our meetings so that we can engage the people of Kenya. You know, Kenya has become a criminal enterprise where goons are part and parcel of the National Police Service. And we have said that when we sent our policemen to Haiti, we thought they are going to help the people of Haiti deal with the criminal gangs. Little did we know that they had gone there on a benchmarking exercise to learn how goons can run a country, because that is what we have seen in this country. The coastal people are very peaceful people. They don't like violence and they don't believe in violence. So we're asking Governor Nasir, Hassan Joho, and other characters, please don't bring violence into our meetings. And we're asking the police to do their work and to make sure that criminal gangs are not used to disrupt meetings, as it has happened elsewhere. We want the Inspector General of Police to live up to his word 2 days ago that all meetings will be peaceful and goons will not be allowed to create mayhem, to unleash violence against the people of Kenya, because Kenya is a democratic country. That's what I wanted to say. Maybe Dr. Kalonzo can say something and then we can hear from them. Nadhani ndugu kiongozi Rigiji amesema yote, aswa ameyagusia yote, na yale mengine tulizungumza kwa redio, Kaya Radio, Senangu, which is the other one, more radio. Kwa hivyo nyinyi wa print media na electronic, tuwashukuruni sana. Nyinyi ni washikadau kwa safari hii ya ukombozi wa nchi yetu, na kwa hivyo tumefurahia sana tangu tuingie jana kupitia upande wa Samburu kule, kawasalimia watu upande wa Msambweni na Ukunda, na leo hii na alafu jana jioni watu walikoni wakafurika pale kutukaribisha. Kwa hivyo sisi tunahisi kwamba hapa tukiwa pwani tuko nyumbani. New party leader wa Kadu Asili, Mzee Nzili, ambaye zote tumuelewa, tumfahamu, na wote ambao ni viongozi wa eneo hili. Yale mengine Rigiji amezungumza waziwazi kwa Kiingereza, and I think we need to be clear that where we are going today, Tononoka, very historic, tapitia Mwenbe tayari, pengine Kengeleni, Kongowea. Wasiwe hawa washikwa na hali ya bubuasi, hawajui, wanataka kuleta fedheha kwa wazalendo. Hatutakubali mambo hayo. Vijana wenyewe pia tuna ujumbe moja tu, chukua kadi. Zimesalia siku chache sana. Idadi tumeelezwa iko karibu 2 million nationwide. We think that if we can make 2.5, 3 million katika awamu hii, tutakuwa basi tumejihami vizuri kudeal na serikali ya Kasongo, kwa sababu hatutakubali abductions ziendelee Kenya hii. Hatutakubali kutoadhibika kikatiba, mambo yote hayo. So we are putting everybody on notice, and I think that's basically what Rigiji has said. Maybe my friends. Labda niongezee kidogo kwanza kwa kushukuru host wetu, ndugu yetu Mohaji Chopevu, kiongozi shupavu sana ambaye pwani sasa amejiunga rasmi nasi katika safari ya ukombozi. Na vile vile nishukuru sana kinara wa Kadu Asili, ndugu Nzili, kutukaribisha na vile vile kusema ako tayari tutembee pamoja. Na Kadu yatukumbusha sana Ronald Ngala, ambaye alikuwa kiongozi kutoka hapa pwani, alishikana na Wakenya wengine, kina Masinde Muliro, kina Jaramogi na wengine katika ukombozi wa kwanza. Kwa hivyo tukija pwani leo
katika safari yetu ya ukombozi, tuambia wapwani ya kwamba pwani haijawahi wachwa nyuma katika safari ya ukombozi wa kwanza, wa pili, na sasa huu wa tatu tunataka tutembee pamoja. Tumekuja kuuliza wapwani kama wako kadi, na tumefurahi sana tangu jana pale tumeenda Samburu, Kwale County, Mazeras, Kilifi County, tumeingia Likoni, vijana wa pwani wametuambia wako kadi. La pili wametuambia wako one term. Na leo tukiingia Tononoka tutaka tuulize wapwani tuungane katika juhudi la kufanya serikali hii iwe one term. Hii nafikiri ni jukumu la kizalendo. It's a patriotic duty for every Kenyan to make this regime a one-term regime. Na tumepeana sababu zetu. Mimi nilikuwa katika serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Pwani hii tulikuwa na mipango ya kuendeleza eneo hili, na yale tulikuwa tumepanga Mheshimiwa Uhuru Kenyatta yote yamekwama sasa. Hapa karibu na hapa tulikuwa na ile factory ya fish processing ya Lewatoni. Tumekuja kuuliza hapa, tunaambiwa ilihitaji 4.5 billion. Miaka minne hakuna hata shilingi moja imewekwa pale kuweza kuendelesha hiyo factory, vijana wa pwani hapo wapate kazi. Na vile vile Bahari Hindi ilete utajiri ndani ya Mombasa na pwani. Meaning agenda ya hii serikali sio ya kuinua mpwani na wale wote wanaokaa hapo. Katika mambo ya maji, nikiwa waziri wa maji, kuna mambo kadhaa tulikuwa tumefanya kumaliza shida ya uhaba wa maji hapa Mombasa na pwani nzima. Kando na ile ya mto Sabaki ambayo tulikuwa naleta maji hapo kutoka Baricho, tulikuwa na damu ya Mwache. Tumeuliza Mwache imekamilika, watu wa Mombasa, watu wa Kwale wanapata maji ama hapana? Tunaelezwa bado. Mzima tumekuwa Taita Taveta kule Voi, tumeuliza huu mradi wa Mzima tu, na ilikuwa ni kuongeza pipeline ya pili. Maji watu wa Taita Taveta wanywe, na Mombasa hii tumalize shida ya uhaba wa maji. Hadi sasa kufika asubuhi ya leo tunaambiwa ile project iliyokwama tangu tuondoke serikalini, hakuna hata kilomita moja ya pipeline imewekwa. Lakini yale yamefanyika sasa ni Kenya, hiyo imeuzwa. Refinery ambayo ilikuwa ina create jobs hapa kwa vijana wetu, ya huyu rais ni kwenda kuunda ile refinery, wabaki bila kazi, bila matumaini, mihadarati yao. Hii ndio sababu tu Japani kuwaomba tuungane mikono tukomboe pwani hii na Kenya hii kutoka kwa mambo haya ya mihadarati, mambo haya, na turudishe yale maendeleo ambayo tulikuwa. Mwisho tunataka tuombe sana viongozi wa pwani, kando na viongozi hawa wawili, ya kwamba muungano huu unaleta Wakenya wote pamoja, na bado tuna mwaka moja kukamilisha safari hii. Msiwachwe nyuma. Asanteni sana. I have a very simple duty to perform. As you heard, my colleagues have mentioned that today we've had some consultative meeting with the leadership of KADU Asili, which is a very strong party within the Coast region. So my humble duty is to introduce the new party leader to you who may not have seen him recently, or those who did not know that the new party leader, a well-known unionist, Mheshimiwa Muzo Zili. Please address us. Asante sana. Asante sana. Kwanza nashukuru kujiunga na hili jopo hili. Pili, nataka nizungumze kwa sababu mimi ni mwalimu na shule zafunguliwa. Serikali ilikuwa na jukumu la kutengenezea insurance watoto wote wa Kenya popote wanaposoma secondary schools,
kwamba anaposhikwa na homa, anaposhikwa na ugonjwa, mtoto wa Nairobi anayesoma Shimo la Tewa ama mtoto wa Pwani anayesoma Rift Valley, serikali ilikuwa na jukumu wakati huo, wakati sisi tulikokuwako, kwamba watoto wale lazima wahudumiwe na serikali ilipe. Hiyo ilikuwa inaitwa Edu Afya. Mara tu serikali hii ilipochukua hali hiyo ya kuhudumia watoto wa shule iliondolewa. Tunasema huo ni udhalimu, huko ni kuwaonea watoto, ambapo katiba inakubali kwamba taifa hili linahitaji watu wenye afya nzuri. Sambamba na hiyo ni wakina mama ambao tulikuwa tumetengeneza kwamba wakifika hospitali wakati wa kujifungua, kulikuwa kuna kitu tumeita Linda Mama. Yule mama akijifungua hadaiwi pesa, ile maternity na mambo mengine, na yule mtoto anaangaliwa na serikali ilikuwa inagharamia kupitia NHIF. Hiyo SHA haitambui kuwa kuna wakina mama wanaoenda kujifungua. Kwa hivyo shida zile ambazo tulikuwa tumejaribu kuziondoa sisi zimerudi, na huo ni udhalimu. Tatu, nataka kusema kwamba hali hii ya ukombozi haitokani na uhasama baina ya watu wawili, Bwana Rais Ruto na Rigathi Gachagua alipokuwa deputy wake baada ya kumfuta. Manake watu wengi wamedanganywa na wakadanganyika kwamba usione hawa viongozi wanatembea ni kwa sababu Rigathi Gachagua alitolewa udeputy president, kwa hivyo tunatembea naye in solidarity. Sio hivyo. Hii tunatembea naye kwa sababu wa maovu ambayo yamefanyika. Kwa mfano, ikiwa bandari iko hapa Pwani na watoto wengi wa hapa Pwani hawana kazi, na watoto wa Pwani haimaanishi Mijikenda, Mkamba, Mkikuyu, yule ambaye babake ana kitambulisho na yoishi hapa na yuko karibu na hii bandari, ilikuwa kisawasawa 83% ama 80% ya wanaoajiriwa port wawe ni vijana hawa, ili waache kurandaranda. Badala yake, badala ya watoto hawa kupawa nafasi hizo na kupunguza ukosefu wa kazi na umaskini, hali hizo yule aliyeletwa managing director ameleta ndugu zake, watu wake kutoka huko Rift Valley, kama kwamba kabila nyingine zozote kutoka sehemu zingine zozote, Moso, vijana wa hapa hawastahili kunufaika. Na hiyo ndio maana vijana wengi wa Pwani, kwa sababu hawana ajira, wameingia katika hali ya kuwa wanatatiza amani. Tunasema kwamba hii ni haki yao, na ikiwa huyo managing director hakuajiri watu kutoka kwake, tunataka toe muda wa siku 7 alete orodha ya wale vijana walioajiriwa juzi, walitoka wapi, walitoka kaunti gani, na wale wa hapa walioandikwa ni wangapi, kwa sababu kama ni pahali pengine wanachukuliwa wale kwanza ndio wengine wachukuliwe. Fishing rights, hii bahari ilikuwa ikasaidia wale watu fishermen wadogo, lakini sasa fishing rights zimepewa wageni, ambao wageni hao wana uhusiano na serikali kuu. Hawa vijana wa hapa mkoa wa Pwani watapata wapi kazi? Katika hali hiyo yote, hizo ni mapungufu ambako tunataka kupigania, sio kwa sababu tunataka kutetea Gachagua, kwa sababu tumeingia we are partisan. Tunataka tuseme kwamba usalama wa nchi hii iko katika security organs zote, na security organs must be non-partisan. Si sawa hata kidogo kisheria na hata kidini kwamba watu wanaokungamana pahali fulani kwa kazi yao ya kidemokrasia watumiwe security organs, wengine uniformed, wengine not uniformed, wengine goons, ambapo goons hao wanafanya kazi chini ya uangalizi wa the so-called security organs zenyewe. Tunataka tuseme tunataka haki
kwa sababu katiba ilipotungwa iliambiwa kwamba Kenya itaongozwa kikatiba, tutafata sheria, tutaheshimu demokrasia, tutaheshimu kila msingi na kila mmoja ana haki, kwa sababu katika katiba inasema every individual shall enjoy the rights and fundamental freedoms in the Bill of Rights consistent with the nature of the right of fundamental freedom. I think it cannot have been stated better than the way the party leader of KANU Asili has done, and we really want to thank you, Mheshimiwa Nzili, for being that articulate. Asanteni sana. Thanks a lot. Tutachukua tu swali kama 4. So tutaanza na NTV. You are directing the question to who? I don't know the principles. What is the reflection on the ongoing coalition talks between UDA and my simple answer to you, pilipili usioila ya kuashia nini? Kazi yetu ni kuondoa whatever they do. Yeah, we were asked that question during the interaction with the radio. Of course, William Ruto is determined to obliterate any member of Raila Odinga. And I can tell you I'm qualified to speak the mind of our late brother Raila Amolo Odinga. It's very unfortunate that some sections of that party have agreed to be completely decimated. But of course the minds and the mindset, we know that ODM was strong in the coast region. But now we are there. So for those orphaned ODM leaders and others wafuasi, tuko pale. Mimi nilikuwa Uncle Steve. K24. Sauti kidogo. Asante sana. Mimi niko hapa kwa matembezi ya familia. I have come to look for my cousins. Na wamenipokelea vizuri sana na tunaongea na makuzo hapa. Tunapanga mambo yetu kama familia. Pale Mlimani. Hao watu ya huko ni watu ya ajabu. Na ni wafanye biashara. Na tumekubaliana biashara, mambo yetu na William Ruto pahali imebaki ni biashara peke yake. Anakuja anazungumza uongo, analipa, anaenda. Na unajua kusikiza uongo pia ni bei kali. Pale Murang'a jana ameongea uongo, amelipa watu. Waziri anaitwa Alice Wahome amesema anataka Dede Nyoro aingie serikali. Watu wote wamesema hakuna. Roho yao hapana iko huko. Wao walikuwa wamelipwa 2,200 kusema one term. Hiyo 2,000 haikuhusisha mambo ya kuingia kwa serikali. One thing at a time. Hao watu wanalipwa for a specific reason. Wakuja mkutano waseme one term 2,000 waende nyumbani. Ukitaka waingie serikali hata ukiwalipa ni ngumu. If you remember, tulienda pale Olokalao kwa mazishi ya marehemu Kiarao. Watu wameletwa hapo 8,000 na William Ruto amewalipa kila mtu 2,000 kuja kumsikiza. Nilipofika pale wakatangaza pahali roho yao iko. So those meetings are paid up meetings. William Ruto cannot hold a meeting that is organic in the mountain. He has to pay people. Na mimi ndio nime-encourage watu wetu, vile hii pesa imeibiwa, mkikosa kukula itakuliwa na wengine, hakuna hasara mtaenda kuikula. Lakini nimeambia watu hiyo pesa iko na laana. Iko na damu ya Gen Z. Ingine ni ya wagonjwa wa Kenyatta National Hospital. So tumekubaliana na watu pale Mlimani, hiyo pesa usipeleke nyumbani. Usilipe nayo school fees. Usinunue mbuzi. Hiyo pesa inakuliwa tu hapo sokoni. Watu wakule, wakunywe maji, pombe, nini. Jana Murang'a imetumika karibu 50 million. Mpaka cheji imekosekana. Ilikuwa kila mtu wako na 1,100. Sasa muuzaji wa baa anasema na unajua hakuna uitishe vitu inatoshana na 1,000. So pale Mlimani pale Mlimani ni mambo ya biashara. Huyu Kasongo ananyolewa na Wakikuyu. Wakikuyu wanasema huwezi zika ndovu na pembe. Lazima ungoe pembe ndio uzike ndovu.
The issue of William Ruto and the mountain, and indeed the rest of Kenya is finished. We were here, tumepitia pale Voi one time, tumepita pale Samburu, Mazera, Ukunda, Magarini, Likoni, everybody one time. In fact, kibarua iko kwetu wanatuambia mtoe mtu moja. Hatutaki kujua ni nani atakuwa rais, lakini tunajua ni nani hatakuwa. So kazi iko kwetu hapa viongozi. We are the people who can let the people of Kenya down. So the issue of Ruto and the mountain is not an issue. Wacha aendelee, akitafuta pesa ingine arudi. Jana amesaidia watu ya Murang'a, na muomba akipata nafasi akuje pale Nyeri. Watu huko na muhitaji wapate kitu ya kukula. Akifanikiwa tena akuje Kirinyaga. Akikakaa Meru, namna hiyo. Hata pale Olkalau iko by election, watu wanangoja pesa yake. Wanangoja sana. Na aweke pesa ya kutosha. Sababu pia hiyo watu ni watu walipigania uhuru, ni watu pia wanahitaji heshima. Hii 2,000-3,000 hapana, hiyo those are freedom fighters. 10,000, 15, 20 kwenda mbele. So ndio tuheshimiane. Si ndio? Na tena jana ameenda hapo launch project na Matinga, akiondoka Matinga imemfuata. And that's why I disagreed with him, because mimi sitaki ukora. I'm not a con man. Launching projects that are not budgeted is an insult to the people. Yesterday he went with some tractors to Murang'a. By the time he arrived in Nairobi, the tractors had left. And that is the modus operandi of his administration. And people know. That is why wanaenda kuchukua pesa, wasikize uongo, waende nyumbani. And as long as analipa much more than laborers, pale kuchuna majani chai ni 600. If he can pay a little bit more than 600, watu wanawachana na chai, kwa sababu yuko kwa shamba, hakuna pahali naenda, wanamsikiza, wanachukua pesa, the following day wanaenda kuchuna chai. Iko namna hiyo. Sawa. Swali ya mwisho, na niwapatie utaratibu. Tukitoka hapa tunaenda Kongowea sokoni, tukitoka hapo Kengeleni, alafu tutapitia Mwembe Tayari. Mwembe Tayari barabara moja imefungwa kwa sababu wanasikia tunakuja hapo. Kongowea sokoni wameweza kuondoa maafisa wote wa polisi, na Tononoka pia nasikia wanataka kututatiza. Kwa hivyo hiyo ndio utaratibu kwa sasa. Swali ya mwisho ndio tufunge. Station gani? Radio Citizen. Huyu waziri wa usalama is a con man. Yeye ndiye mwenye kupaga goods. Siku nilitoka the US alilipa milioni 3 kupaga goods. Pale Wetima ACK Church Othaya, the goons were 12 police officers. He has not taken any action against them. Ameulizwa, why are police officers attacking people when they are hooded? Amesema is when they are on a dangerous assignment. How can attacking a church be a dangerous assignment? You know? Pale ametengeneza goons, wamevamia shamba pale Kiambu inaitwa Kasarini ya 248 acres. Murkomen amepaga goons, anataka kunyakua hiyo shamba wakiwa na Nixon Koril, Oscar Sudi and William Ruto. You know, hao watu wameiba kila kitu ya public. Imeisha. Safaricom imeenda, Kenya Pipeline imeenda, Fuliza imeenda, E-Citizen imeenda. Imebaki sasa ni private land. So Ruto and his people are targeting private land for grabbing. And Murkomen has created goons himself. Na anaambia polisi wa escort. Why is the county police commander Kiambu not arresting those 100 goons in that farm? Because wametumwa pale na Murkomen. So Murkomen cannot talk about goons. It is him and PS Omolo ndio wenye goons katika Jamhuri ya Kenya. And it's also important and appropriate for him to respect the people of Kenya. You know, anaona Wakenya ni wajinga sana. You know, the way Ruto conned us into electing him as president, they think we are still that foolish. So, hii maneno ya goons ni mambo ya Murkomen na Omolo na Ruto na watu yake. Hata kama leo kutakuwa goons, he is the one who has authorized. So he cannot condemn goodism because he is the one facilitating and authorizing the deployment of goons to harass people and to grab private property. Tuachie hapo tuende mkutano. Kama wako Uganda, Asante sana.